Ndugu zangu, safari hii yote tumoja kwenu. Na imani ninyi ndugu zetu. Ndugu zetu kupitia kafu. Bila kafu sote hapa tutawanyika, hakuna anayemjua mwenzie. Lakini kwa sababu kafu imetuunganisha pamoja, sasa tumekuwa ndugu. Hilo la kwanza. Lakini la pili, pamoja na ndugu tuliokuwepo nao, lazima tuwe na mashirikiano mazuri, tuwe na maelewano mazuri, tuwe stahamilivu, tuwe watu wenye subira. Unapopata jambo, basi unakuwa mvumilivu kidogo, angalau unakuja kupata jawabu ukiwa umetulia kabisa, huna hasira, huna jambo lingine. Mheshimiwa wajumbe, tumekuja hapa na mjumbe wa kwanza Mheshimiwa Rehema kutoka Lindi, na Mheshimiwa Dauda kutoka Kahama, na Mheshimiwa Rozi huyu umetoka naye wilaya moja. Bahati nzuri wilaya yangu ilitoa wajumbe wa baraza wawili, lakini mimi ndio mwenyekiti wa wilaya ya Mbeya mjini. Na tunaye Mheshimiwa Ndaile, na tunaye Mheshimiwa Tufri mwenyeji wetu, na Mheshimiwa Mohamed Nasor. Hii yote ni kutuonyesha combination yetu iko vizuri. Lakini tunayo madhaifu. Tunayo madhaifu kwa sababu hatuna ukweli ndani ya mioyo yetu. Mimi na imani kama ninyi viongozi mnatuaminisie, basi mtanihakikishia maneno yafuatayo kwamba kweli kama mnatuamini, hayo mambo mtayasimamia kwa ukamilifu. Jambo la kwanza, mnihakikishie leo, lisemwalo huko kwamba watu hawataki kufanya kazi, hawako tayari kufanya kazi, mara sui namna gani, sasa mnakubaliana mimi kwamba mtakwenda kuhakikisha tunapata wagombea wazuri wa majimbo, uwakilishi, ubunge na rais. Mkinihakikishia hilo, mimi nitakuwa na imani na nyinyi kwamba kweli Pemba imeamua sasa majimbo 18 tunachukua bila wasiwasi. Naombeni mseme kweli. Mko tayari kusema hiyo? Mnanyosha mikono juu mkikubali. Majimbo 18 tunachukua? Shukrani sana. Kwa hivyo mimi nawaombeni wajumbe wa baraza wa Zanzibar, Pemba na Unguja, twendeni tukashirikiane nao wananchi. Twendeni tukafanye kazi. Wanasema mtu dhaifu asiyekuwa na hoja dawa yake ni kazi. Wanasema maneno mengi asiokuwa na kichwa wala miguu, lakini dawa yetu sisi ni kazi. Twendeni tukafanye kazi, tujitoleeni kwa hali na mali. Kama alivyosema mjumbe mmoja pale, kasema sasa hivi tuko tayari kuuza japo yai, obata, kuku, kwa cha lazima tunafanikisha uchaguzi wetu unaenda salama kwa amani na upendo. Hiyo ni moja. Lakini ya pili, ni waombe tena. Kuna yale mazonge kidogo yanatokea mara nyingi sana ya ubaguzi. Na hata huko Unguja nimesema kuna ka element fulani ka ubaguzi. Mara huyu Hamad Masudi, mara huyu wa profesa, mara huyu wa Maftaa, mara huyu wa Rokatale. Jamani, kafu ni moja. Jambo hili halipo tena hilo jambo, tushakubaliana sote hapa pamoja, ndio maana tumekuja pamoja hapa. Tunataka tujenge kafu yetu. Ugonjwa tuliopitiwa, tunaomba dua Mwenyezi Mungu, na nyie mliokuepo hapa muendelee kuomba dua. Ugonjwa huu utoke ndani ya miili yetu. Utoke ndani ya mioyo yetu. Tuamini kwamba chama chetu ndio nguzo yetu, na ndo nisemeje sijui. Ndo gari letu au ndo boti yetu. Ndo yani hii ndo tupelekea kule kwenye malengo yetu ya kutaka kuhakikisha lazima tunachukua serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunachukua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimewaambieni juzi kwamba mara hii Wazanzibari, wa Pemba na wa Unguja, jitahidini basi mjikaze kidogo mpate mgombea wa rais kutoka Zanzibar. Tena rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atoke Zanzibar, ikiwezekana Pemba.
na mgombea mwenza msio na wasiwasi, tutampata kutoka bara. Hilo moja. Lakini la pili, tuna matatizo makubwa sana katika uchaguzi zetu za hasa Zanzibar. Tunajiuliza, na hii ni salamu kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Ni maajabu ya kweli au ni maajabu ya ajabu? Isiye maajabu gani? Haiwezekani Zanzibar mkapiga kura mbili watu milioni 1 au 800,000 au 600,000. Wakati wa Tanganyika mnapiga kura siku moja watu milioni 13. Hicho kitu hakiingia akilini. Hasa ni jukumu letu sisi wa viongozi wa baraza kuu kwenda ndani ya baraza kuzungumza na kuchanganua, tupate majibu. Ni kwa nini Zanzibar wapige kura siku mbili? Moja wapige wanajeshi, ya pili wapige wananchi. Hii haiwezekani kwenye nchi hii ambayo wapiga kura na waka 100%. Hebu labda mna takwimu hapo. Kuna wapiga kura wangapi katika Zanzibar nzima? 500,000, sio? Sasa sisi tuko milioni 14 tunapiga siku moja. Nyie watu 500,000 mnapiga siku mbili. Mnakubaliana na hilo? Mnakubaliana na hilo? Wanajeshi wanapiga kura siku ya kwanza. Je, kuna mawakala wanaoenda kwa wanajeshi kusimamia kura? Vipi huko? Je, tuna uhakika kwamba tunashinda kura au tushindi? Sasa sisi kama viongozi tunachukua maamuzi gani? Nadhani hili ni adhabu ya sisi kutoka katika baraza la wawakilishi. Ndipo pale akapata fursa ya kubadilisha baadhi ya vipengele, kufanya maamuzi watakao wao, kwamba haiwezekani kura lazima ipigwe siku mbili ili maaskari waweze kutibia kura. Sasa mimi nawaambieni, na wajumbe wa baraza nawaambieni, hili swala tujalizungumza kwenye baraza. Japo mara moja niliwahi kuzungumza mimi. Nikamwambia jamani, kuna tatizo Zanzibar. Haiwezekani kupigaji wa kura ukawa siku mbili. Kwenye watu 500,000 wanapiga siku mbili, lakini Tanzania bara kwenye watu milioni 15, 14 tunapiga siku moja. Wapi kuna usumbufu zaidi? Maana kwenye watu milioni 500,000 ni wana shida, wenye watu milioni 14 ndio wako salama. Kwa ni moja ya mambo ambayo wajumbe wa baraza kuu lazima tukune vichwa. Lazima tukubali tuwe na tamko moja la Wazanzibari. Kama hawataki kupiga kura moja, basi tuwe na maamuzi kama chama cha wananchi CUF. Tena hawakuishia hapo. Waitaka hata hii serikali ya umoja wa kitaifa ifutwe. Lakini iliwashinda kufikia maamuzi kwa sababu ni maoni ya Wazanzibari kuhitaji serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo kama wanataka kuiondoa ile, ilikuwa ni lazima warudi kwenu tena mpige kura kwamba muhitaji serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa jambo hili watu wa CCM wakashindwa. Sasa naombeni, kwa sababu muda tunao na uwezo tunao, tutajitahidi viongozi wenu ambao mmetuchagua kwamba tutahakikisha lazima swala la upigaji kura Zanzibar, kura mbili, tutalizungumza kwa gharama yoyote katika vikao vyetu vya baraza kuu, ili tutoe tamko moja la Wazanzibari kuingia kwenye uchaguzi tukiwa na kura moja. Kama ni kura mbili, basi tufanye maamuzi kama wajumbe wa baraza kuu. Manake unaweza ukawa unapiga kura, kumbe kura yako haina kazi. Watu washafanya biashara zao kule, shamaliza, wanajua mshindi ni nani. Ndugu zangu, tumeingia vitani, lazima tujiandae. Nina kumbukumbu nzuri wakati wa Maalim Seif, walikuwa hawawezi kupenyeza mambo ya hovyo. Hawawezi kupenyeza mambo yasiyostahiki kwa wananchi. Na nimeshangaa leo mabanda ya CCM yameongezeka baada ya Maalim. ACT wameongezeka baada ya Maalim kutoka CUF. Lakini sababu za kutoka CUF Maalim Seif hiyo inajulikana kila mmoja wetu, au vipi? Na msishangae tutaambiwa tunatakiwa kutoka. Yaani tunatolewa, msishangae hilo. Lakini tutapambana, na ndio maana tukaja kwenu kuambieni wajumbe wa mkutano mkuu. Mwiba ulipoingia lazima tutolee pale pale. Mlifanya maamuzi tarehe 18 mwezi wa 12, lakini janga limekuwa kubwa. Utulivu umekuwa mdogo.
Maamuzi ni yenu. Wajumbe mkutano mkuu hapo hapa? Mpo wa kutosha? Tunakwenda kwenye mkutano mkuu wa kupitisha rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar. Si hatupendi kupepesa macho. Kama mtu atajaribu kukivuruga chama hichi, tusikubali. Tusikubali. Kwani hapa tumemtukana mtu jamani? Sikuja kufanya hamasa. Watu wachukue fomu. Lakini watu pembeni wanatuambia sisi tunavuruga chama. Ni kweli? Jamani, tuna clip hapa tumefanya Unguja. Walikuja na walinzi na kufanya fujo, wakataka kufanya fujo. Lakini baada ya kuziona zile hoja tulizokuwa tukizungumza pale, wale watu walitaka kutupiga sie Zanzibar, Unguja, wakaondoka wenyewe. Sasa mbona hawa jamaa wajenga chama hawa? Sasa kuna sababu gani ya kusema kwamba watu si tuwafanyie vurugu? Kwa hivyo sisi tumekuja Pemba. Tunataka sisi tuwe kitu kimoja. Yaani nyinyi wa Pemba muwe sawa, yani kama vile mko Mbeya. Nyinyi wa Pemba mjione mko Kahama. Nyinyi wa Pemba mjione mko Mtwara. Wa Pemba mjione mko Lindi. Tuwe kitu hichi. Tuna imani kwamba tukiwa kitu kimoja tuna uwezo wa kuhakikisha lazima chama chetu kinanyanyuka hapa tulipofikia. Kwa kusema haya, sitaki nichukue muda mwingi, najua watu hapa wanataka kufanya maandalizi kama alivyosema msemaji wa mwanzo, nisipoteze muda mwingi. Kwa mazingira hayo naombeni sana tushikamane, tuwe kitu kimoja, na hata wale ambao tunawaona wenzetu bado wana hofu, wana wasiwasi, wakiamini labda au wanawatumia labda wanaishi watawafukuza, wasiwe na hofu, waambieni tuungane pamoja tufanye kazi za chama. Na naomba hii ni special ni kauli maalum sasa hii imfikie rafiki yangu kipenzi changu Mheshimiwa Bwana, ni rafiki yangu sana sio kidogo. Mwambie muda wa majungu umekwisha, nitakufanya kazi. Na kama mbwana anataka kuteuliwa, anataka awe mjumbe wa baraza kuu, basi kama ana mawazo yale aungane na sisi. Kwa sababu hata kiteuliwa na profesa, sisi tukimwona anawaharibu nyie wajumbe, anawaharibu nyie wanachama, ana uwezo wa kujenga chama na kujenga hoja kwenye chama, sisi tutakataa kumthibitisha. Hii nimesema ni salamu maalum kwangu na yeye. Maana kuna taarifa zinaandikwa kwenye mtandao mle kwamba tunakuja kufanya fujo Pemba, tunakuja kufanya vurugu. Sisi hatufanyi vurugu. Sisi tumekuja kuhamasisha watu wachukue fomu, wagombee uwakilishi ubunge na uraisi. Ndio hoja tulionao mezani. Hatuna hoja nyingine. Lakini kama muda watuzulia vya kuzua, sisi tunamwambia mbwana, kama anategemea atateuliwa na Profesa Ibrahim Lipumba atamleta kwetu sisi wenyewe. Tunatakiwa lazima tumdhibitishe. Na kwa mazingira haya anayoonyesha leo, tunamwambia mbwana tutamkataa kwenye baraza kuu. Tutampa mtu ambaye ana nia njema, na ninyi wanachama mtasema ukweli kabisa, bwana ana nia njema na tuko tayari kushirikiana naye, tutampa. Lakini yule ambaye analeta fitna, analeta mgongano kwenye chama chetu, analeta mgongano kati ya wanachama walioko hapa Pemba au Wete, huyo mtu hatutamsamehe.